kwanza tuangalie prison. Prison is a place where someone has been bound. Prison is a place where someone has been bound. Kumaanisha mtu amefungwa. Tunasema jela ni mahali mtu amefungwa. Sasa kuna jela ya kiroho na jela ya nje. Kwa mfano kuna jela Joseph alifungwa, tunasema ni jela ya nje, yani jela ambayo tunaiona. Pia tuna Samson, tuna Silas, Paulo na Sila walifungwa kwenye gerezani. Tunasema ni gerezani ya kawaida. Na pia kuna gerezani ya kiroho ambao sasa hivi tunataka kuangalia ni gerezani ya kiroho. Mtu anaweza fungwa kiroho. Kwa mfano tuna mfungo ya dhambi. Tuna mfungo ya dhambi. Mtu anaweza fungwa kidhambi. Unaweza fanya dhambi nyingine ambao mtu inaweza fanya ufungwe. Kwa mfano tuangalie kitabu Luka, tuangalie Luka 23 aya yake ndogo 19. Tukiangalia 19 inasemwa 19 inasemwa hivi. 19 yasema Barba, yasema ukisoma kwa lugha yetu yanasema yameandikwa kuna mtu alikuwa anaitwa Barba. Barba alikuwa anafanya maovu kabisa. Alikuwa anafanya mabaya, akiua watu na kichwa chake alikuwa ngumu. Naye yasema kwamba 19 yasema naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa ujuaji. Basi Pilato alisema naye mara ya pili kwa vile anavyotoka kumfungwa Yesu. Sasa tukisoma kuna mtu pia alikuwa anaitwa Barba. Tukisema kusoma 18 yasema hivi, tusoma 18, wakapiga kelele wote pamoja wakisema muonde huyu mtufungulie Barba. Kumaanisha Barba alikuwa mfungwa ambaye alikuwa anafanya maovu. Sasa kiroho kuna dhambi ambao wanaweza fanya mtu afungwe kiroho. Kwa mfano kuna dhambi ya usengenyo, kuna dhambi ya usherati, kuna dhambi ya matusi, kuna dhambi tofauti ambayo yanaweza fanya nyie muwe kiroho. Sasa tukiangalia prisoner, mtu ambaye mfungwa ni nani? Tuangalie mfungwa ni nani. Mfungwa ni mtu ambaye amefungwa. Ni someone confidence, restore or bond in a physical. Ni mfungwa sasa. Pale tulikuwa tunaangalia gerezani, lakini sasa hivi tunaangalia mfungwa. Types of prisoners. Type of prisoner. We have injustice. Accused. Accusing someone falsely. Joseph, Jeremiah walikuwa wamefungwa juu ya kuhubiri. Walikuwa wanahubiri neno la Mungu. Sasa wakaona kwamba watu lazima wafungwe kwamba walikataa kufanya yale ambayo walikuwa wanataka. Prisoner of faith. When we talk about prisoner of faith, we have apostles, like they were preaching gospel. So they had that faith that hata kama tumefungwa bado tutakuwa prison pale, lakini sisi nayo tuko na Mungu wetu. Like Paul na Sila. Paulo na Sila walikuwa gerezani wakiwa na moyo ndani yao ati Mungu atawawacha. That's what we call prison of faith. We have the prison of rebellion. Samson fight for the Philippians. Unaona wakati Philippians walikuja wakafanya zao zote, lakini Samson alikataa kabisa, lakini baadaye akafungwa. Pia tuna prison of action. Sabbath. Kuna wengine walifungwa juu ya Sabbath. Kuna wengine walifungwa juu walikuwa wamekutwa pale wakisanyika pamoja wakiwa wanasema neno la Mungu. Sasa kuna prison ambao wanaweza mweka mtu.
Kuna prison ambao hata wewe ukiona nyumbani kwenu, yani unaona nyumbani kwenu kabisa, unaona kama umefungwa. Unaona kabisa hakuna kitu ambao kizuri kwenu. Labda yani nyumbani kwenu ukiona hata gari ikiingia ni siku mtu amekufa. Yani kuna mtu wasichana wako wanaolewa na wanarejea nyumbani. Kuna mtu amekufa kwenyu nyumbani, labda alikufa kitambo lakini amerudi kwamba akasema kwamba hawa wasichana wako hawataolewa. Kuna mtu amewafunga. Sasa wewe ukisoma Luka ama ukisoma Zaburi, tuseme Zaburi 107 aya yake ndogo 10 na 11, ama usome soma pia Mariko, tukisoma Mariko 6:17, atusome Methali 3:1 hadi 33. Tutaangalia vilivyo mtu anaweza funguliwa kwenye gerezani. Yote ambao tunayafanya kama watu, sisi tunataka tutoke. Ndio maana ukiona kwenye Biblia imeandikwa kwamba kuna mwanzo, tukitoka kwa mwanzo tuna kutoka. Baada ya kutoka kuna mahesabu. Alafu tukitoka mwisho kabisa kuna mahali imeandikwa mwisho kwenye Biblia na mwanzo, na kuna Ufunuo. Kwa kwamba yale ambao umefungwa nayo Mungu anataka utoke. Ukishatoka Mungu anakufungulia. Akishakufungulia alafu unatoka pale. Yani kuna mwanzo wa kitu. Ukishatoka kwenye mwanzo wa kitu unatoka hapo. Alafu Mungu anakufungulia yale ambayo anakufanyia. Alafu unaanza kuomba moja kwa moja na Mungu anakutoa pale. Sasa kilicho tunataka kufanya ili tutoke kwenye mafungo, tunataka kuomba Mungu kila sehemu na tutoke pale. Bwana Yesu asifiwe.